Jana tulijifunza somo letu ambalo linasema kugundua unabii wa kweli. Aidha, jinsi ya kutambua nabii wa kweli. Lakini katika somo la jana kuna baadhi ya watu walisema wana maswali. Nahitaji swali 4 ikiwa zipo tayari. Nahitaji swali 4 kwa wale ambao walifuatilia jana. Kama kuna mtu ana swali, ninamkaribisha. Nahitaji watu 4. Ikiwa wana maswali wasimame waulize. Naona mama pale, simama uliza. Naomba mic itembee. Amen. Fanya chapa. Bwana Yesu asifiwe. Tusikilize swali la mama pale. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Swali langu ninauliza, tulisikia kazi ya nabii. Sasa ninauliza, je, huyo nabii kuna na mavazi yake? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kweli katika Biblia wakati wa Agano la Kale manabii walikuwa na mavazi yao special kabisa. Nasema wakati wa Agano, lakini wakati wa Agano Jipya hakuna mavazi special ya manabii. Hata wakati wa Agano la Kale kulikuwa mavazi special ya makuhani. Lakini katika hii Agano Jipya hiyo haipo. Inategemeana, ukitaka utavaa, usipotaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sema amen. Sema amena. Sijui nimejibu swali lako. Naona mama pale, karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amena kubwa. Kuna kipindi mimi naomba, ni kipindi cha msamaha. Alafu kuna kuja mtu anakuja kusimama mbele yangu ama wawili. Sasa sijapata ile sauti ya kuniambia nimuendee yule mtu ama wale watu. Sasa hivi itakuwaje? Haleluya. Atipikiane. Haleluya. Leo wamenyimwa chai, hawajapata chai. Na mimi nimeshachemusha mwili tayari. Changamuka basi katika roho. Mama anauliza hivi, wakati mtu anaomba, nifanye tu hilo jibu kwa ujumla. Anataka kumaanisha kwamba mtu anapokuwa katika maombi, sisi sote ni waombaji. Unapata picha ya mtu anasimama mbele yako. Kwa swali la mama, yule mtu hajasema lakini anaona mtu anasimama. Sasa ikiwa unaona mtu anasimama, unapeleka ujumbe wapi? Mtu hajasema, haijaomba wewe useme. Haleluya. Ukifunuliwa ujumbe, manabii kabla ya kutoa ujumbe walihakikisha mara 3 kwa Mungu. Hakikishe lile jambo ya kwamba ni kweli Mungu amesema, ni kweli amethibitisha. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kama wewe ni nabii, ukishafunuliwa jambo, kabla haujakwenda kutoa ule unabii, unatakiwa udhibitishe kweli umetumwa au umefunuliwa tu. Ukimuuliza Mungu atakwambia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Atasema nimekutuma nenda na utaenda. Atasema hapana nimekuonyesha tu ujue, basi ishi hapo. Haleluya. Sema amen. Una swali lingine? Yes. Uliza. Haleluya. Asante. Mike itembee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Hello. Kwa majina naitwa Gideon Sugwejo. Jana tumejifunza kwa habari hiyo. Sasa ninachopenda kuuliza ni, ulisema kwamba unaweza kumgundua nabii wa uongo na wa kweli. Sasa je, unapomgundua hatima yake ni nini? Kwa sababu ataendelea kututumia au kutufundisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amutanibariki. Haleluya. Tuendelee na somo au tuache? Nahitaji ushirikiano wenu.
anauliza hivi, baada ya kugundua manabii wa uongo, yeye afanyeje? Naona yule ana roho ya Elia. Elia baada ya kugundua manabii wa Baali hakuwaacha, aliwaua wote. Haleluya. Lakini mimi sitakwambia uwaue, uwaombee kwa jina la Yesu. Mungu anabadilisha hali za watu. Katika maombi yanaumba. Maombi yanatengeneza mtu. Ukishagundua ya kwamba huyu ni nabii wa uongo, kuna vitu viwili ambavyo unatakiwa vifanye. Kitu cha kwanza, uombe Mungu ambadilishe yule mtu. Jambo la pili, Mungu akikupa kibali cha wewe kuonana na yeye, kumwambia, nenda umwambie. Haleluya. Ndio maana tuliposoma jana tulisema ya kwamba Mungu amemwambia nabii, paza sauti yako, usinyamaze. Wahubirini watu wangu kosa lao, na nyumba ya Israeli uovu wao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo nabii ni mtu ambaye anatumika kwa nafasi ya Mungu, ili ya kwamba anataka huduma ya Mungu itumikwe kwa kunyoka. Haleluya. Kwa hiyo nabii ni dira ya kanisa. Nabii ni dira ya ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu unatembea kwa dira ya Mungu. Ndio maana Yesu alisema ya kwamba baada ya kuandaa wale mitume aliona itatosha. Ni kweli walipata semina. Ile semina haikuwatosha, alisema inanibidi mimi niende ili aje mwalimu mkuu. Na yule mwalimu ambaye alikuwa anamwongelea ndiye Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye kiongozi wetu. Roho Mtakatifu ndiye anaelekeza manabii jinsi ya kufanya. Ikiwa kuna tahadhari, ikiwa kuna nini, tutakwenda kuona hiyo maswali kuna majibu yake huko nyuma. Tutakapokuwa tunaendelea na somo, utapata majibu zaidi na zaidi. Na endapo tutafikia kwenye swali lako, basi jisikie huru kuuliza. Sijui kama kuna swali lingine. Niliona upande huu kama kulikuwa. Asante. Ndio swali la mwisho. Nilisema swali nne. Uliza wewe ndio wa mwisho. Asante. Mimi na A na B. Yohana wa kwanza 4:1, nadhani ndio kitabu cha kwanza ulianza nacho. Ndio. Pale mimi nilipata swali. Najua kuna Wakristo ambao wengine bado ni wachanga kiroho na kuna wengine ambao wamekomaa. Biblia inasema tuzijaribu hizo roho. Neno tuzijaribu hizo roho. Sasa mimi kama Mkristo, kuna sehemu nitumie njia gani kuzijaribu hizo roho ili niweze kujua huyo nabii ni wa ukweli au ni wa uongo? Ukizingatia kuna Wakristo wachanga na kuna Wakristo ambao wamekomaa. B, nataka tu niulize, hivi Mungu hawezi kumpa mtu ujumbe tofauti na nabii? Na kama ni kweli, kuna kitu hapa nataka nimalize kwa kuulizia. Asante. Nithibitishie kwanza, Mungu hawezi kumtumia mtu mwingine mpaka awe nabii tu? Haleluya. Swali nzuri sana na zote zina majibu. Swali lako ambalo ulilianza la kwanza kwa lile andiko hilo tutakwenda kuliona ndani ya hili somo lipo na linatafsiriwa kwa undani. Nikianza kulijibu nitakosa laza kwenye kipengele chake. Haleluya. Haleluya. Tusikubali kila roho bali tuzijaribu. Nitakwenda kukufundisha jinsi gani ya kujaribu hizo roho kimaandiko. Haleluya. Na swali la pili ukauliza hivi, je, Mungu anaweza kusema tu na nabii hawezi kusema na mtu mwingine? Ni vitu viwili tofauti. Kuna unabii na neno la unabii. Neno la unabii linaweza likamfikia mtu yeyote. Ndio maana Farao aliona neno la unabii, hakuwa nabii. Masuke 7 membamba na masuke 7 ambayo imefanya nini? Imekonda. Lilikuwa neno la unabii, lakini hakukuwa unabii. Kwa hiyo neno la unabii linaweza likamchukia mtu yeyote, lakini unabii unaenda kwa manabii tu. Sijui kama nimejibu swali lako. Neno la unabii unaweza kulipata. Hiyo ni kweli. Tunaweza tukawa katika maombi hapa na ukafunuliwa jambo na nabii atafunuliwa. Hiyo ni kawaida. Unapata neno la unabii. Lakini unabii unatolewa kwa manabii. Ukisoma Amosi 3:7 inasema hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kufunulia watumishi wake manabii siri. Haleluya.
Haleluya. Kwa hiyo siri zote zinafunuliwa nani? Manabii. Lakini mtu mwingine wa kawaida anaweza akapata neno la unabii. Haleluya. Kwa hiyo usichanganye neno la unabii na unabii, ni vitu viwili tofauti. Na mimi nimejibu maswali Kwa hiyo tunaenda mara moja kwenye somo letu. Jana tuliishia kwa pointi ambayo inasema unabii unapimwa. Hatua ya kwanza kupima unabii, unapimwa kwa kuangalia kutimia aidha utimilifu wa tabiri. Si nabii anasimama na tabiri. Sasa wewe utajuaje kwamba hao unabii ni wa kweli aidha ni wa uongo? Tuko pamoja? Huo unabii kwa awamu ya kwanza unapimwa kwa kiwango cha kutimia kwa ule unabii. Kwa hiyo nikatoa mfano kusema kwamba nabii anaweza akasimama leo anatabiri kwamba kesho kutakuwa mvua na kufika kesho jua kali. Hivi tunakubali hiyo ni nabii wa kweli, ni nabii wa uongo? Baada ya kesho kufika tunagundua unabii wa nabii ni wa kweli aidha ni wa uongo. Nikatoa mfano, Yeremia alipata ufunuo wakati jeshi la Israeli linapigana na jeshi la Washami. Nikasema ya kwamba Mungu akamfunulia nabii Yeremia kusema ya kwamba kesho majira kama haya kutakuwa na chakula kingi. Wakati hao watu wako uhamishoni, wamepigwa, wameshindwa nguvu na wale majeshi wa Shami, mji umenyanganywa, watu wanahangaika na njaa, lakini nabii amefunuliwa na Mungu ya kwamba kesho kwa majira kama haya kutakuwa na chakula kingi, wala nafasi ya kuweka hicho chakula haitopatikana. Lakini kwa sababu yeye ni nabii, si anaelewa lugha ya Mungu, akamwendea kamanda wa kikosi cha Israeli akawaambia kwamba Mungu amenituma nije kusema ya kwamba kesho itakapowadia majira kama haya kutakuwepo na chakula kingi. Yule nabii ametoa ujumbe wake. Utimilifu wa ile kazi aidha wa ule unabii sio kazi yake, ni kazi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana tulisema ya kwamba nabii akisema Mungu anasema. Nabii akiona Mungu anaona. Nabii ameshafikisha ujumbe wake. Yule kamanda wa jeshi akapinga ule unabii. Tumeshapigwa na huyo Mungu wako ambaye unaombaka alikuwepo. Lakini tumepigwa na tuna njaa. Kwa nini asituzuie tusipate ile njaa? Unaona, kwa akili ya nini? Ya kawaida. Unabii unatoka katika ulimwengu wa roho, unafanyiziwa uchunguzi katika akili ya kawaida. Kwa hiyo maneno ya Mungu hayachunguziki kwa akili za kawaida. Katika ulimwengu wa roho chakula kilikuwepo, katika ulimwengu wa nyama chakula hakionekani. Jamadari akabisha. Haleluya. Haleluya. Ndio maana unakuta manabii waliona nyakati ngumu, nyakati za shida, nyakati za amani, nyakati za baraka. Wakati kipindi kile akitafikia, Isaya ametabiri ujio wa Yesu miaka 750. Jina la Bwana libarikiwe sana. Atazaliwa Masihi. Haleluya. Miaka mingapi? Ni vizazi vingapi kwa umri wetu? Kwa hiyo kwa wakati wetu ni vizazi vingapi? Ni generation to generation. Lakini nabii alifanya nini? Alishaona tayari. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo huu unabii ambao Yeremia aliuona na ukapingwa na yule kamanda wa jeshi la kikosi cha Waisraeli, ule unabii kwa sababu umeshatolewa na Mungu haukuzuilika. Unabii ulishashuka. Na Biblia ukisoma Isaya 55 mstari wa 11 nasema, maneno yangu hayatanirudia bure, lazima yakimize yale makusudio ambayo nimeyatuma kwake. Unabii ulishashuka ya kwamba kesho majira kama haya kutakuwa na nini? Na chakula. Sasa utimilifu wa ule unabii sio kazi ya nabii, ni kazi ya Mungu aliyetuma ule unabii kwa nabii. Yeremia alishapeleka unabii, unabii ulishapingwa. Unaamini Mungu atanyamaza? Ule unabii sasa unafanya kazi. Unabii ukaanza kuzunguka katika mji wa Israeli, unatafuta utimilifu. Mungu hatumiki na hewa, Mungu hatumiki na sifuri. Mungu anaanza na namba 1 na kupanda. Jina la Bwana libarikiwe sana.
jeshi ambalo lina vifaru, jeshi ambalo lina silaha limeogopa kwenda kufanya mapambano ili wadhibiti mji wapate kile chakula. Lakini Mungu kwa sababu ni muweza, akataka kuonyesha yule kamanda ya kwamba pamoja na wewe kukataa, mimi Mungu nina jeshi ambalo nitaliandaa dhaifu kuliko jeshi lako, lakini lina nguvu kuliko jeshi lako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana tunaonekana tuko dhaifu, lakini kwa Mungu tuna nguvu. Tunaonekana sisi ni maskini, lakini kwa Mungu sisi ni matajiri. Tunaonekana sisi ni wanyonge, lakini kwa Mungu sisi ni wajasiri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Neno la unabii likazunguka Israeli. Neno la Mungu linazunguka likaanza kuwapata wakoma wanne. Sema wakoma wanne. Wakoma wanne. Wakoma wanne ni watu dhaifu. Kuna mtu alishawahi kuona mkoma hapa? Ukiwaona wakoma, kama una tabia kucheka, utavunjika pafu. Utaona watu pua zinabebana, wengine hawana masikio, wengine macho yameliwa, wengine vidole havikuwaki tena. Yaani ni watu ambao wana umbile tofauti na uhalisia wanadamu. Na ukipata ukoma unatengwa. Ina maana wale wakoma ni watu ambao walikuwa wametengwa mbali na kambi za watu wengine. Kwa sababu ukoma ni ugonjwa hatari, unaambukiza. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa watu ambao wametengwa, unabii ukawafikia, ili kuonyesha ya kwamba Mungu anatumia vilivyo vinyonge ili kufezeesha walio na nguvu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unabii ukashuka kwa wakoma. Wakoma wakasikiliza ule unabii bila kujua Mungu anawatumia. Wakoma wanafanya kikao cha haraka haraka. Kuna njaa. Tukikaa hapa tutakufa na njaa. Tukienda mjini, wale Washami wakitukubali tutaishi, wakitukataa na tufe mara moja. Lakini kuliko ni kufa na njaa, ni bora tuende mjini. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakashika safari, wakaondoka mjini. Wakati wanaondoka, wale wanajeshi wa kambi la Washami kwenye ile kambi wanasikia ngurumo wa kishindo cha wakoma. Wakoma wanne wanatembea, kwa vile wanachotembea wao wanahisi wanatembea mwendo wa kawaida, lakini kile kishindo kinasikika tofauti kule kwenye kambi la jeshi la Washami. Wao wanasikia mingurumo ya magari, wanasikia sauti za farasi, wanasikia kishindo kikubwa cha jeshi. Wakaitana wakasema, hapana, hii sio hali ya kawaida. Yawezekana mfalme wa Israeli amechukua jeshi la ziada ili kuja kutushambulia. Kaa hapa tutaangamia sote, hata tukimbie. Wakakimbia kishindo cha wakoma. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kishindo cha wakoma kiliwakimbiza Washami. Kishindo cha wakoma kikawaogopesha Washami. Wale wakoma hawakutembea peke yao, walitembea na Mungu kupitia neno la unabii ule uliokataliwa na yule kamanda wa majeshi. Mungu akatumia wakoma kwa kishindo kikubwa, watu wakakimbia bila kusikia mlio wa risasi, bila kusikia chochote. Wamesikia tu kishindo, majeshi wakakimbia. Mpe Mungu makofi mazito. Amen, 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 amen. Amen. Unabii lazima utimie. Ikiwa umetolewa na Mungu, kutimia ni lazima. Na ikiwa haujatimia wewe unabii, hautatumwa na Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu si mdeni wa mwanadamu. Lolote analoliahidi analitenda. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nisigusie sana hiyo jana, ilikuwa tu kumbukumbu. Walioanza jana walifaidika sana kwa undani. Lakini mimi niende kwenye pointi yetu ya pili ya jinsi ya kupima unabii wa kweli. Tulisema kuna vipimo 6 nyeti. Kipimo cha kwanza ndio hicho tulianza nacho jana, na kipimo cha pili ndio hiki ambacho tutakwenda kukigusia hapa. Kipimo cha pili cha kupima unabii wa nabii, ikiwa ni wa kweli, aidha nabii mwenyewe ni mtu wa kweli. Nabii alipimwa kwenye viwango vya kuabudu. Sema viwango vya kuabudu. Viwango vya kuabudu. Nabii alipimwa kwenye viwango vya kuabudu. Kipimo cha kuabudu, hata kama unabii unatimia na kuna ukweli wa tukio sawasawa na alivyotabiri nabii yule, swali, unabii huo unawaongoza watu kumwabudu Mungu wa kweli au
kuabudu kitu kingine. Nabii anaweza akatabiri, na ule unabii ukafanya nini? Ukatimia. Sasa kitu ambacho tunatakiwa tukiangalie, huo unabii unaelekeza watu kumwabudu Mungu wa kweli au kuabudu kitu kingine. Kwa nini unabii wa nabii upimwe kwenye viwango vya kuabudu? Ni kwa sababu katika kuabudu wako watu wanatumia miungu kutabiri. Wako watu wanatumia macho mengine yasiyokuwa ya kimungu. Kuna watu wanaangalia kwenye runinga zao. Kuna watu wanafanya mazingaombwe, kuongea na mizimu, kuongea na mababu ili kupata tabiri. Sasa kazi zao, utumishi wao, utendaji kazi wao utadhibitisha kusema ya kwamba huyu ni nabii feki. Haleluya. Haleluya. Manabii wa kweli waliongoza watu kukubali neno la Mungu, lakini kuheshimu taratibu za kanisa. Wewe unakuwa nabii lakini mpinzani wa mchungaji. Biblia wapi imesema nabii na mchungaji wapingane? Bwana asifiwe sana. Unakuwa na karama ya maombezi, wewe unakuwa mpinzani wa mchungaji. Imeandikwa wapi? Mimi Biblia yangu inanifundisha hivi: mtu ageuzaye sikio lake asisikilize sheria, hata sala yake ni chukizo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ukigeuza sikio lako, usikubaliane na taratibu za kanisa, usikubaliane na uongozi wa kanisa, hata maombi yako ni chukizo. Haina kibali mbele za Mungu. Our God is God of order. Mungu wetu si wa machafuko, ni Mungu wa utaratibu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mungu anaheshimu wapakwa mafuta wake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naamini utakuwa na swali kwa hili. Sasa ikiwa mchungaji si wa kiroho, na yeye anapinga vitu vya kiroho, na sisi tu tukatae tu mambo ya kiroho kwa sababu mchungaji hapendi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mimi ninapenda sana semina Yesu Limani alifundisha wazi, akasema ya kwamba makuhani na waandishi wameketi kwenye kiti cha nani? Cha Musa. Wakiwaambia jambo, nini fanyeni, nini lifanyeni, lakini kwa mfano wa matendo yao msifanye. Haleluya. Watawaambia tufanye ibada, nendeni kwenye ibada. Wakisema ya kwamba mfanye kitu ambacho kilicho kinyume na Mungu, kufuatana na tabia yao, msifanye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sema amen. Amen. Lakini kitu kimoja ni kusaidia kwamba Mungu tunayemuomba sisi ana nguvu kuliko miungu, na anaweza kubadilisha kile ambacho shetani amekikalia ili kwamba kisiweze kufanyika kwa ajili ya kumpatia Mungu sifa na utukufu. Sasa unapokuwa na mchungaji ambaye ni mpinzani wa mambo ya maombi, usibishane naye, bali liwe hitaji special la kanisa. Mungu akumbane na huyo mchungaji. Mungu anaweza kumbadilisha na akawa mtu wa kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa sababu mkibishana naye mtabomoa kanisa. Na roho wa Mungu ni wa utaratibu, si roho wa machafuko, si roho wa ugomvi, si roho wa ubinafsi, ni roho anayejenga. Kwa hiyo kwa hekima tunalijenga kanisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana jana nilisema kwamba manabii wasipofundishwa wana uwezo wa kupasua kanisa. Utakuwa na unabii wa kweli, lakini ukiutumia ule unabii vibaya mahali ambapo haustahili, kulikoni ule unabii ujenge, utabomoa. Haleluya. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 14 kama sijadanganyika, inasema nitaimba kwa roho lakini pia nitaimba
kwa akili. Nitaomba kwa roho, lakini nitaomba pia kwa akili. Kwa hiyo masuala ya Mungu, unabii unapokuja unakuja kiroho, lakini kwa kutoa ule unabii inaomba roho na akili vishirikiane. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. la sivyo tunaharibu kazi ya Mungu. Mungu pamoja na ukuu wake wote anaacha maamuzi ndani ya mtu, kukubali kuchagua kizuri na kukataa chema. Hiyo ni hiari yako. Mungu haingilie maamuzi yako, hapana. Ndio maana kamwambia Yoshua ya kwamba waambieni wana wa Israeli, hata lini watasitasita? Ikiwa Baali ndiyo Mungu, wamtumikie Baali, na ikiwa Bwana ndiye Mungu, wamtumikie wao, lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kumtumikia Mungu ni maamuzi yako. Haleluya, Amen. lakini pia kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kwa sababu Biblia inasema kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. Tunakwenda na pointi yetu ya pili, hiyo ambayo inasema kipimo cha nabii kinapimwa kwenye kiwango cha kuabudu. Unabii huo wakati unapotabiriwa, je, unawaongoza watu kumwabudu Mungu wa kweli au kitu kingine? Hilo ni swali la kwanza ambalo unatakiwa uchunguze huo nabii. Kwa pamoja, mimi ninapofuatilia kwenye mitandao, kuna makanisa mengine unaona kwenye mitandao mchungaji aiza nabii, anaitwa nabii, lakini anaosha wanawake mwili nzima, anawaogesha na maji. Lakini anaitwa nani? Na watu wanamwamini. Lakini anaitwa nani? Tujibizane, anaitwa nani? Lakini anachokifanya kinarudisha Mungu tukufu. Kwa hiyo mara moja tu tunapata jibu ya kwamba ule sio unabii wa kweli. Bwana tusaidie sana. Amen. Mwisho tutie nguvu. Amen.